Sasa Dr. Paul na Dr. Akos. Yes. Nimewaiteni hapa kwa ajili ya majukumu ya kazi. Inatakiwa Dr. Akos uende kufanya operation ya mguu. Alafu Dr. Paul tutaongozana. Tukafanya operation nyingine ya figo. Alafu na wewe ndio utaongoza ile operation. It's okay, doctor, but I have an advice. Kwa nini tu mimi na Dr. Paul, kwa sababu tushakuwa marafiki kidogo, ningetamani tukapumzishe ile majukumu kwa sababu mgonjwa wa mguu hana tatizo kubwa sana. Nimejaribu kufuatilia, nimegundua shida ipo kwenye tricep peke yake, lakini bicep muscles zipo sawa. Lakini when we talk about the kidney operation, inahitaji more seriousness. Kwa mimi nadhani na mimi na Dr. Paul ndio tukaenda kule tukafanya tukalimaliza hilo swali. Wewe nimesema kwamba kafanya operation ya mguu. Sawa. Mimi niache tafanya na Mr. Paul. Simaanishi ndio majukumu yako, lakini nadhani kusaidia daktari. Basi. Fanya kama nilivyosema. Sidhani kama kuna mjadala Dr. Paul. Wote tutaongozana. Na wewe ndio utaongoza operation yako. Maurana, yote sababu ya maisha, napewa na mission, naingia kwenye game. Leo napatisha jina, naitwa doctor sababu ya mission. Yani kila kukicha, changamoto ni nyingi. Huyu analeta visa, huyu ni kisa, niferimishe. Nisamehe kosa lokosa sababishwa na maisha. Yote sababu ya shida, nkakuiba vyeti, nkapora dina. Osai, 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 Osai. Dokta. Niambie dokta. Umenishangaza sana. Yaani kiasi kwamba umemaliza operation mapema sana. Mbona kawaida? Unajua unapotaka kufanya tukio kubwa kama hili, cha kwanza ni kumtanguliza Mwenyezi Mungu. Sio kawaida. Yaani sijawahi kuona mtu anamaliza ndani ya dakika 5 operation. Ni kawaida. Unajua unapotaka kufanya jambo kubwa kama hili, kwanza unatakiwa umtangulize Mwenyezi Mungu kwa sababu yeye ndo anafanya. Halafu mimi ndo nafuatia. Kwa hiyo ni kawaida. Hongera sana. Ulijifunzia wapi? Nashukuru Mwenyezi Mungu. Nimejifunzia sehemu kama mliojifunzia nyinyi. Hapana, maana wewe uko faster sana. Haina shida manager. Samahani dokta. Samahani. Vipi, umeshamaliza kule? Yeah, kocha maliza. Wow, hiyo complete operation na good way. Na matokeo ni nzuri sana. Na nadhani sio kuangusha. Yeah, doing a good work. Na hata kwa ndani nishamwambia I am a good doctor kwa mno. Okay, mimi naomba niwaache jamani. Sawa. Okay, lakini pia na huyu Dr. Paul amenishangaza sana leo. Yaani amefanya operation haraka sana. Ndani ya dakika 5 hivi yani. Within 5 minutes? Yeah. He seems to be a good doctor. Tunajivunia sana kumpata Dr. Paul hapa. Ya, na hapa naanza kuona kabisa kituo chetu cha afya kinaenda kuwa maarufu kwa sababu huduma tunazitoa hapa wengi mpaka waende Muhimbili na waende Bugando. Lakini sasa we just look. Ni hapa zinafanyika vizuri. Never found two good doctors. I'm the perfect. The second is Dr. Paul. Basi sawa, doctor. Ngoja sasa nikuache. Okay, thank you. Just have a good day. Okay. See you later.
Dr. Cox. Dr. Paul. Naambia Dr. Cox. Ndio operation imemalizika. Namshukuru Mungu. Operation imemalizika salama kabisa. Hakuna kilichoharibika. Dr. Paul, let me advise you something. Unapoplan mission na mtu fulani, make sure you finish the same plan with the same person. Hapa sasa hivi umemkodi mtu mwingine wa pili kwenye mission, tuko watu watatu mpaka sasa hivi. Mbona unakosa msimamo Mr. Paul? Kaka, relax. Unajua nashindwa kukuelewa nini unamaanisha. Ni kwamba operation imemalizika vizuri. Hakuna kilichoharibika. Hapo ni kwenye mission yangu mimi na wewe. Hakuna aliyeongezeka zaidi yangu mimi na wewe. Hii mission ni ya watu wawili. Na inakuwaje wewe unatoka meneja anakusifia kwamba umefanya operation vizuri ndani ya dakika 5, hali ya kuwa wewe sio daktari wala huna experience yoyote na masuala ya utabibu? Kaka, mimi naona hujanielewa. Hebu nisikilize nikueleweshe. Hakuna aliyeongezeka kwenye hii mission mimi na wewe tulipanga. Ni kwamba nimeingia kwenye chumba cha operation. Nimefika kwenye chumba cha operation na shangaa. Siamini mimi mwenyewe. Ni kama miujiza. Stop kidding me, Paul. I am not a child. Na akili zangu timamu. Paul, sidhani kama hii njoo nitumia ni njia sahihi ya kumzunguka. Mimi nina akili kuliko hata wewe. Nina akili kuliko hata meneja ulipo. Nina uwezo kukuzunguka wewe na hao unaowashirikisha na hazina nikaichukua mimi. Kaka, usifikie huko. Ngoja nikwambie kitu. Nimefanya operation mimi mwenyewe, sijamuongeza mtu yoyote. Ndio wasiwasi kaka, tuko pamoja. Mr. Paul, I am out of my time. Nitakuwa nikafanya kazi zingine. See you later. Oh, Saidi. Oh, Saidi. Oh, Saidi. Oh, Saidi. Meneja, umeniita? Habari? Salama. Daktari. Nimekuita. Nimepata taarifa zako baada ya kuwa nimesafiri kuwa unafokea sana mgonjwa. Na pia utendaji wako wa kazi sio mzuri kwa wagonjwa. Unaweza ukaniambia ni kwa sababu gani wakati nakulipa mshahara? Ni kweli mkurugenzi, ila siwezi kukataa kwa sababu mpaka kufikia hatua kuniambia mimi, inawezekana umeambiwa na mtu mmoja ama watu wengi. Lakini tunataka nikwambie kwamba mimi nafahamu kilichonileta hapa ni kitu gani. Ni kazi tu na si vinginevyo. Lakini pia nimesomea takriban miaka 6. Najua mgonjwa anahitaji nini. Najua kwamba huyu mgonjwa anahitaji mapokezi gani kwa wakati huu alionao. Hivyo tu nikwambie tu kitu kimoja. Siwezi kukupinga. Ila amini mimi sifanyi hivyo vitu unavyovizania wewe. Kwa hiyo taarifa nilizozipata ni za uongo? Hapana, sio uongo. Fanya uchunguzi. Kwa sababu hapa katikati kuna madokta wameongezeka wageni. Na hayo yote mimi nafahamu unayozungumza wewe. Nafahamu kabisa kwamba kwenye hospitali yetu sasa hivi kuna tatizo 1, 2, 3. Lakini mimi nayaona, lakini siwezi kusema. Ila fanya uchunguzi. Miongoni mwa wageni hapa kuna changamoto. Katika wageni uliowapokea hivi karibuni kuna tatizo. Sasa nimekuita kukupa onyo. Iwe mara ya kwanza na ya mwisho. Isije kajirudia. Maana nakulipa mshahara vizuri sana. Usije ukanichafulia ofisi yangu. Hiyo hospitali na sifa nzuri sana. Unataka kunichafulia ofisi, si ndio? Samani manager kwa kuingilia mazungumzo yenu japokuwa hayanihusu. Huyu ni mfanyakazi mzuri sana na anachapa kazi vizuri sana. Japokuwa kila binadamu ana mapungufu yake. Na kila mgonjwa ana changamoto zake. Naomba umsamehe. Okay, sawa.
Asante. Mkurugenzi, ngoja niendelee na kazi. Vipi, uko sawa? Nipo sawa. Unajua mle kuna mgonjwa ameingia namba 3. Alafu mimi niko namba 1. Unaonaje ukaenda kunisaidia? He. Wagonjwa wawili tu wamekushinda. Mbona wanaume wawili unaamudu? Hapa nazungumzia kazi, nazungumzia wanaume. Hapo hapo. Na kazia mimi. Nilitafuta tu siku moja unichokozi na leo umeingia kingi. Mimi na wewe ni madaktari. Kazi zote zilizopo hapa tunafanya kwa kushirikiana. Sasa mimi kukuambia hivyo kosa langu ni nini? Hivi wewe, kwa nini unapenda kubadili riziki za wenzio? Na kuuliza wewe hapo. Oh, dokta. Naam dokta. Naona unabimbirika. Ya, kawaida. Majukumu yetu haya. Naam. Nahitaji unipatie dawa hizi. Wala unapate kumeza. Hii Kayoski umesema dozi? Hiyo nipatie nusu. Nipatie nusu. Sawa. Okay. Dr. Dede. Bwana, kuna jambo nataka nikuulize. Kwa sababu hivi ukienda kwenye mji wa mtu ukiwa mgeni unafuata taratibu, sheria na kanuni za ile familia uliofikia. Au wewe kuhusu hilo unatambuaje? Unajua mimi sikuelewi. Nazungumza kuhusu kazi, ila wewe unaleta mada ambazo sizielewi kabisa. Sikia nikwambie, medula yako na serebamu yako ifanye kazi. Basi sawa, sijakwambia kwa ubaya, lakini mimi nimekuomba tu kama ombi. Kama unaona vile nakusumbua basi. Kwa hiyo utaenda kunisaidia au tunabishana? Ndio hivyo, siendi. Offside. 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 Unajua wewe, ili mambo yako napenda sana mafumbo. Okay. Kuna dokta huyu. Dr. Paul. Unajua ni miongoni mwa madokta ambao wameshindwa kufuata taratibu, sheria na kanuni za hapa katika hospitali yetu. Na nahisi anapoelekea sasa atakwenda kushusha hadhi hospitali yetu na haitatambulika tena kama tunavyofahamu sisi. Ni bora mtu akosee kumtibu mgonjwa hata apoteze maisha kabisa, ila sio kukunyima amani ya moyo mtu kwa ajili ya mapenzi. Hapo sasa umeshanichanganya. Maana umeenda mambo mengi umekuja kuisha kwenye mapenzi. Unajua yule amekuja kutuharibia madokta hapa wa kike. Yaani hakusiamini kama kuna dokta yote wa kike hapa ambaye ameshamwacha salama. Lakini unajua kila mtu na kilevi chake. Labda pengine yeye kilevi chake ni wanawake. Kwani kuna tatizo gani? Sasa unataka kuniambia kila anayekunywa pombe lazima ile pombe hazi? Kuna mtu anaweza kanywa pombe asili akaenda kunywa kule vijijini.
Yeye kama kilevu chake ni hicho, basi angetafuta watu ambao type yake. Sio unakuja kumharibia mtu furaha. Kiufupi ni hivi. Kama una mwanamke yeyote yule unemkubali, unampenda, usije ukamtambulisha Dr. Paul. Amini usiamini, wacha nimwahi mgonjwa. Cool. About the case I was checking up, nimegundua kuna ugonjwa mpya sasa hivi. Actually ni ugonjwa ambao sio mpya kwa sababu ulishawahi kutokea back in the days. Ila kwa sasa ni mpya kwenye eneo letu na hisi kwenye nchi yetu pia. Ni ugonjwa hatari sana. Naona upo busy na kazi Naona leo umependeza. Kumbe ukitoka Sabato unapendeza. Asante bana. Hivi, Dr. Kana matatizo gani yani? Matatizo gani tena? Nimemsikia tangia niko huko analalamika. Yaani kabla ya kujali kazi, anajali mahusiano. Mimi nikajua kuna mada nyingine, kumbe ndo nazungumzia yale mapenzi. Yaani sasa hivi haeleweki huko anafokea wagonjwa tu. Mapenzi ndo anampelekesha. Namwaza Judy tu. Yaani nipatie zangu hata hivyo yanihusu. Ni ugonjwa ambao unaitwa ARIC. Actually ARIC ni ugonjwa ambao unaambukizwa kwa njia ya hewa, lakini pia unaambukizwa kwa njia ya majimaji, kushikana, unaelewa. Athari zake ni kubwa sana. 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 Na actually sasa hivi tuna wagonjwa wawili ambao wana huu ugonjwa. Sasa shida sio kama tuna wagonjwa wawili. Shida ni kwamba tuna wagonjwa na hatujui tutapata wapi antidote. Dokta. Sasa tunafanyaje? Mimi nadhani why don't you check up na wakubwa? Kwa sababu actually antidote zinapatikana. But we have to take them abroad. Ni lazima tuchukue kutoka kule. Kwa hiyo kwa nini usiongee na wakurugenzi ili kutusaidia antidote? Kwa sababu if we don't get this antidote now, hospitali yetu itaenda kupata shida sana kwa sababu wataongezeka wagonjwa na tutashindwa kuwahudumia. I think unaweza ukaangalia namna ya kuwasiliana nao ili tuweze kupata antidote kwa haraka sana. Dokta, nashukuru kwa kunielezea wazo. Nilikuwa nimechanganyikiwa. Sielewi nifanyeje. Ila umenipa wazo. Nitafanya hivyo. Okay. Hii ndo kazi yetu, lazima tuwahudumie hao watu. Sorry manager. Nimekuja kuleta ripoti. Mgonjwa nilikuwa namhudumia. Kwa sasa anaendelea vizuri. Okay. Ni yupi namba 10 au namba ngapi? Yeah, ndo yeye namba 10. Hali yake imekaaje? Namshukuru Mungu kwa sasa hali yake ipo vizuri, ni tofauti na mwanzo. Hivyo unaweza kumwaga. Okay, sawa. Nitie Dr. Cross. Dr. Cross kwa leo sijamuona kabisa. Unasemaje? Nahisi hajafika kazini. Na tumejaribu kumcheki kwenye simu, hajapatikana kabisa, yani hapokei simu. Dr. Cross hajaripoti kazini wakati anajua kabisa anasimamia operation. Sina ripoti yoyote kwa hiyo. Okay.
sababu ya maisha napewa na mission, naingia kwenye game. Leo nabadilisha jina, naitwa Doctor sababu ya mission. Yani kila kukicha changamoto ni nyingi. Huyu analeta visa, huyu ni kisa, niferimishe. Kisa nilokosa, kosa nilokosa sababishwa na maisha. Hata sababu ya shida, nkakuiba vyeti, nkapora dina. Offside, 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 offside.